kukupa mtu hautataka kupitia maisha yako yote. Kwa sababu kuna kazi unaweza kama unajiwekea vigezo vyako na vigezo vinawewe tutajifunza mbele. Ni moja pia vitu vya kuzimu. Tutajifunza mbele. Lakini nakuomba tafadhali, hebu muamini Mungu kwa maisha yako. Muaminie akuamulie pia mambo. Kwa sababu kwenye mahusiano ni kitu muhimu sana. Jamani, haleluya. Tuko sawa wapendwa? Lakini jambo la pili, maana kwenye mahusiano yanataka vitu viwili. Yanataka hali ya kiroho nzuri, yanataka pia akili nzuri. Ndio maana Adamu alilala ili Mungu afanye kazi yake. Hapo ni mambo ya kiroho. Umempa Mungu nafasi ya kusaidie kukupa watu. Lakini mbili alipoamka akaanza kutumia sense. Akaanza kusema naona kama kuna namna kuna kitu kile. Ni akili inafanya kazi hapa. Hapo hapo hayakuwa mafunuo hapo. Anasema huyu ni nyama katika nyama yangu. Anajaribu kuangalia je, tunaendana, anapima, anakagua. Ni akili. Pia unapokuwa kwenye mambo hayo unatafuta Mungu akupe mtu. Usiwe tu rohoni alafu akili kaiweka mfukoni. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja alisema vijana wengi wanapoingia kwenye mahusiano huwa wanatanguliza hisia mbele, halafu wanafunga kabisa akili zao. Yaani anaingia kwa mihemko kwenye mahusiano yoyote, yawe ni kutafuta rafiki tu wa kushare naye mambo yako, changamoto zako. Usitumie hisia peke yake, pia tumia na nini? Na akili. Maandiko yanasema enyi wanaume ishini na wake zenu kwa maombi. Inasema hivyo. Atuongee inasema hivyo. Ujue hata kama Mungu atakupa, utahitaji pia akili kukaa naye. Kwa mahusiano yanamtaka Mungu, lakini pia nataka nini? Ufahamu. Ni sawa unasikia kuna ndoto unaota, sawa. Basi tumia akili pia. Kuna mtu mmoja, naomba niwachekeshe kidogo tu alafu twende niache nafasi hii tumkaribishe mwalimu wetu. Twende, naomba tujiandae tupate wimbo wa dakika 5 napokuwa natoka ushuhuda. Binti mmoja alikuwa anasikiza kwa ushuhuda kake na hayupo hapo kwa tamziwazi. Sasa yeye alipojiunga na kanisa fulani, mwambie mwenzako kanisa fulani. Kwa hiyo hamlijui si kanisa fulani. Sasa huyo binti baada ya kujiunga akamkuta mwinjilisti fulani. Mwambie zako mwinjilisti fulani. Kama unavyojua huko mbele huko mambo mengi. Mtu akifanya hivi kwenye praise, nenda hivi. Sasa unafikia akikupeleka hivi na kwenye ndoa atakuwa anakupeleka hivi. Unaweza kaingia kashangaa unapelekwa hivi. Dunia imekuangukia. Binti akamwangalia yule kijana mwinjilisti. Akaona sema kaka very smart. Akisoma kwenye maombi power. Mwenyezi punches mimi sina punch. Hapa hamna kitu, hapa punch. Kijana anapeleka moto anaomba. Sema huyu mtu asesa. Naomba nikueleze usiangalie yeye maombi. Maombi hautaishi nayo. Maombi huwa hayazalisha hata kukupa mtoto au mambo achana nayo kabisa. Kijana watu kapiga fire binti kaelewa. Kwenye ndoto akaenda akaona. Anaona binti mwenyewe anaona wakiwa wanafunga ndoa na yule kijana. Baada ya hapo ninashukuru kwa binti alikuwa ni mtulivu. Hakwenda kuongea. Kijana na ni vizuri pia niwaambie wapendwa hasa kwa mabinti. Sio utamaduni wetu wa Tanzania binti kwenda unaenda kumwambia kijana. Wengine wanasema sasa kama haongei si mwache asiongee. Usiende kujipeleka. Wewe sio kondoo unayependa kuchinjwa. Mwache mwenyewe aje akutafuta. Kama ni Mungu atakuja. Kama ni kwa mawazo yako hatakuja. Binti akatulia, kijana naye akajipeleka. Alipojipeleka wakaanza mahusiano yale, wakaanza kuzungumza hivi mawili matatu. Mpaka kijana akawa anasikia yeye ndoto, binti anamsimulia, bwana niliona hivi, niliona maono kuona mimi ni Bwana. Na mimi kijana rafiki yangu yule alikuwa na share na mimi nikasema safi Bwana watangulie. Kwani kuna ubaya ya Bwana hawatangulie, lakini Mungu alivyowatangulia sikuelewa. Unajua Mungu anatutanguliaga vizuri. Baada ya muda nikasikia hiyo kitu imekata. Binti hataki. Mimi nikajiuliza. Yule binti aliyeona wanafunga ndoa na mwenzake kwenye ndoto na huyo ambaye anasema hataki, ni mabinti wawili tofauti au ni yule mmoja? Ndio maana mama usema nimelala nikaota. Mimi unajua bora useme nilikuwa kwenye maombi angalau. Ulikuwa umelala ukaota. Unajuaje kama yule ambao umeaota ni yale uliokuwa umeshinda nao siku nzima? Kwa sababu njozi kuna jambo zinatokana na kule kuchoka, umekutana na watu na kudhulumu hela, mpaka kwenye njozi na kudhulumu hela. Unaota. Unashangaa bodaboda na kukimbiza ndugu yangu sio unatoka shamba. Mpaka bodaboda na kukimbiza. Mnalia machozi unasema jamani bodaboda utaniua.
hiyo moto. Sasa Mungu atusaidie. Ndoto siziamini sana, ila Mungu kuna wakati wanatumia ndoto. Jamani, amina. Na huwa siziamini kwa sababu adui naye huwa anateka advantage hapo kutupotezea mwelekeo. Ninaomba, maandiko yanaonyesha Adamu alilala usingizi. Ni kama kuna namna Mungu anatamani tumpe nafasi ya kutosha, atupe watu. Na anasema ni ombe nami nitakupa. Kabla hujachagua mtu, omba kwanza Mungu akupe mtu. Sasa napoondoka nikupe kitu hiki. Yesu alipoomba usiku kucha, alichagua wanafunzi wazuri 11 na mmoja akawa mbovu. Sasa nikwambie kitu, usipoomba kabisa utachagua 11 waliooza, afu mmoja tu ndio utabahatisha mzuri. Yaani inakuwa vice versa. Inakuwa mbaya. Kwa sababu kila unayokutana atakuwa sio sahihi, adui atakuzungushia watu wasiofaa wa kuvurugia mwelekeo. Sasa swali ni wewe, unataka Yuda mmoja au unataka Yuda 11? Muulize mwenzako, unataka Yuda wangapi? Sababu usipoomba utapata Mayuda 11. Ila ukiomba utapata huyu. Uchaguzi ni wako. Naomba tusimame. Tumeangalia kwa nini ni muhimu kujifunza somo hili. Na tumeangalia sababu moja tu, bila mahusiano maisha yanaweza kusumbua sana. Sasa kesho tatamani Mungu anisaidie tuangalie kosa la kwanza, kwa sababu tutakuwa na muda wa kutosha. Nimetamani nisitafune muda wa mwalimu wetu anayefuatia, tumfurahie au na muda wa kutosha. Naomba mwambie Mungu akusaidie. Issue ya mahusiano ni muhimu sana. Nilikuwa nasoma utafiti mmoja, mtu mmoja alikuwa anasema 75% ya watu ambao wamefanikiwa kinachowabeba ni mahusiano sahihi. Narudia tena, 75% ya watu ambao unaona kuna mahali wamefika, moja kitu kinawasaidia ni mahusiano sahihi. Sasa tafadhali mwambie Mungu, naomba unisaidie. Na amesema mwenyewe kwamba niombe na nitakupa watu. Anatamani awe muasisi wa mahusiano. Kama ni marafiki akupe, kama ni majirani wazuri akuongoze, kama ni watu wa roho kukusaidia akupe hao watu. Mwambie Bwana kwa dakika moja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, umetufundisha kwa habari ya mahusiano. Umetufundisha kwa habari ya kutengeneza mahusiano. Umetupa sababu ya umuhimu kwa nini mahusiano ni ya muhimu kwenye maisha yetu. Tunaomba Bwana utusaidie. Tunaomba Yesu tuwezeshe. Tupe watu sahihi kwenye maisha yetu. Tupe marafiki sahihi kwenye maisha yetu. Tupe watu muhimu kwenye maisha yetu. Tupe watu ambao watatufaa, watatuimarisha, watatujenga katika maisha yetu. Tunahitaji watu ili huduma zetu zikue. Tunahitaji watu ili maisha yetu yawe na hatua. Tunahitaji watu ili maisha yetu yaweze kuonyesha mabadiliko. Tupe watu Bwana. Wakati mwingine inawezekana tunang'ang'ana na kutumia nguvu nyingi kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yetu, pengine kwa sababu hatujapata watu sahihi. Tunakuomba Bwana, kupitia kambi hili Bwana, tusaidie kupata watu sahihi katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tusaidie. Roho Mtakatifu tuwezeshe katika jina la Yesu Kristo. Miongoni mwetu Bwana, ikiwa wako vijana ambao ni wahanga wa mahusiano yasiyofaa, tunawaombea Bwana mchana wa leo, wasaidie, wawezeshe, wape watu sahihi. Ondoa marafiki wabaya, ondoa marafiki wanaopotosha, ondoa marafiki wapotoshao katika jina la Yesu. Watenge na mahusiano yasiyofaa, wape mahusiano sahihi ili waweze kukua na kuimarika katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, maana utatusaidia na kutuimarisha kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi.